Mheshimiwa mgeni rasmi, mahafali haya ni matokeo ya juhudi za pamoja kati ya wanafunzi wetu waliokamilisha safari yao ya kitaaluma, wazazi, wahadhiri, management ya taasisi yetu, bodi ya ushauri ya wizara na wizara ya fedha. Kipekee tunashukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imeendelea kutoa mikopo kwa wanafunzi. Katika mahafali ya leo, wanafunzi 310 ni wanufaika wa mikopo kupitia bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Idadi ya wahitimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mwaka huu wa masomo 2024-2025, kampasi ya Singida inajivunia kutoa jumla ya wahitimu 1490. Kati ya hao wanawake ni 733 sawa na 49.2%, na wanaume ni 757 sawa na 51.8%. Kati yao ngazi ya cheti cha awali wahitimu ni 388, astashahada ni wahitimu 389, stashahada ni wahitimu 373 na shahada ni wahitimu 340. Mheshimiwa mgeni rasmi, wahitimu hawa wanawakilisha takriban 13% ya wahitimu wote wa taasisi kwa mwaka huu ambao ni 11,382 wa mwaka wa masomo 2024-2025 kutoka kampasi zetu zote 8, yaani kampasi hii ya Singida, Dar es Salaam, Mbeya, Mtwara, Mwanza, Kigoma, Zanzibar na Tanga. Takwimu hizi zinaonyesha wazi kuwa kampasi ya Singida inaendelea kukua kwa kasi. Pia inachangia kwa kiasi kikubwa katika kuzalisha wataalamu wa uhasibu, ununuzi na ugavi, usimamizi wa biashara, rasilimali watu na masoko. Kadhalika, kampasi ya Singida inachangia kwenye dira ya maendeleo ya taifa 2050 ambayo inasisitiza kujenga jamii yenye elimu, ujuzi na uwezo wa kujifunza. Mafanikio ya kampasi ya Singida. Mheshimiwa mgeni rasmi, kampasi ya Singida imepata mafanikio kwenye eneo la miundombinu, mafunzo, utafiti na ushauri wa kitaalamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuhakikisha tunaendelea kutoa elimu yenye ufanisi, taasisi imeendelea kuboresha miundombinu ya kimkakati katika kampasi ya Singida. Kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, yani HIT, unaofadhiliwa na Benki ya Dunia kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kampasi ya Singida imenufaika na shilingi za Kitanzania bilioni 13.5 kwa ajili ya ujenzi wa jengo jipya la kitaaluma. Kipekee na kwa niaba ya management ya TIA, naomba nikushukuru wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na ofisi yako kwa ufuatiliaji wa ujenzi unaoendelea, na umekuwa nasi toka siku ambayo tuliweka saini mkataba wa ujenzi, na tunategemea mradi wetu utakamilika mwezi wa 6 mwaka ujao. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa ujenzi huu umefikia 37%. Tunategemea utakamilika tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026 kama nilivyotangulia kusema. Jengo hili litakapokamilika litakuwa na uwezo wa madarasa yanayoweza kuchukua wanafunzi takriban 3637 kwa pamoja, ikilinganishwa na uwezo tulionao sasa wa madarasa yetu ambao ni uwezo wa kuchukua wanafunzi 2605. Kadhalika litakuwa na miundombinu ya kisasa inayozingatia mahitaji ya wenye mahitaji maalum yenye ubora wa kimataifa, ikiwemo maabara ya kompyuta, maktaba na kumbi za mihadhara na madarasa.
Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee tunashukuru kwa dhati serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji huu mkubwa unaolenga kujenga mazingira ya kujifunzia na kufundishia na kuongeza tija katika utoaji wa elimu hapa nchini. Lakini niwashukuru sana kwa mapokezi mazuri mlionipatia, lakini kubwa kuliko yote ni kwa maonyesho ya vijana wetu na bunifu mbalimbali ambazo wamenionyesha. Kwa kweli vijana wameiva kweli kweli na wako tayari kwa kazi. Tunawezesha vijana hawa angalau waanzishe viwanda vidogo vidogo katika kuwasaidia ajira vijana wengine. Kwa hiyo hongereni sana, hakika nimejifunza mambo mengi sana ndani ya muda mfupi. Lakini natambua leo wapo wazazi, marafiki, wako walezi, ndugu na jamaa, na wengine wametoka maeneo mbalimbali nje ya mkoa wa Singida. Naomba niwakaribishe wageni wetu wote. Hapa ndio Singida, hapa ndio katikati ya Tanzania, hapa ndio kitovu cha nchi yetu. Karibuni sana Singida. Ninapenda kupongeza jitihada hizi za kuboresha mafunzo, kuimarisha miundombinu, lakini kuongeza udahili wa wanafunzi ndio ukubwa na ukomavu wa chuo. Kwa hiyo kila mwaka tumekuwa na ongezeko la wahitimu, tunaongeza nguvu kazi yenye elimu na uelewa mkubwa katika taifa letu. Hongereni sana. Lakini pia nimefarijika kuona ujenzi wa jengo la taaluma chini ya mradi wa HITI linaendelea vizuri. Mradi huu wa ujenzi utakapokamilika umeongelea vizuri kwamba utatuongezea pia udahili, kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia, lakini uwepo wa fursa za ajira na biashara kwa ajili ya jamii inayozunguka chuo hiki. Nikiwa kama mmoja wapo nilioshiriki katika kusaini mkataba wa ujenzi wa jengo hili, nafarijika kila wakati nikipita na kuona jengo linaendelea kunyanyuka na kukua kwa kasi kubwa. Nimpongeze sana mkandarasi huyu mzawa kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Lakini ni tumaini langu kwamba kama vile ambavyo tulishiriki siku ya ufunguzi, basi jengo hili litakamilika ndani ya muda na atatukabidhi jengo hili litakapofika Juni mwaka wa 2026. Mwenyezi Mungu aendelee kukusimamia ili kazi iwe salama. Nimefurahishwa pia na mchango wa TIA katika kuwajengea uwezo wa jasiriamali wadogo, wakulima na vikundi vya ushirika. Huduma za mafunzo na ushauri mnazotoa zimekuwa kichocheo cha kuongeza kipato, kukuza biashara ndogo na kuimarisha uchumi wa wananchi. Ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida itaendelea kushirikiana nanyi kuhakikisha elimu inayotolewa inaendelea kuleta matokeo chanya. Aidha, napenda kutoa shukrani za kipekee kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuisaidia TIA kutimiza ndoto zake na sekta nzima ya elimu nchini. Kupitia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi 25-30, serikali imeendelea kuboresha miundombinu ya vyuo, kuongeza mikopo kwa wanafunzi na kuimarisha ubora wa elimu ya juu nchini ili iweze kushindana kimataifa. Hii ni dhamira njema ya kujenga taifa lenye maarifa, taifa lenye ubunifu na ushindani wa kiuchumi. Elimu mlioipata ni nguzo muhimu katika kuyafikia mafanikio na ndoto zenu. Lakini dunia sasa inahitaji maarifa yanayoendana sambamba na teknolojia. Katika zama hizi za mapinduzi ya kidijitali, akili unde, soko la ajira limebadilika sana na kwa kasi kubwa. Ajira nyingi sasa zinahitaji ujuzi na teknolojia, lakini kubwa ubunifu na uwezo wa kubadilika kulingana na mazingira. Hivyo ninawaomba sana, kumbatieni teknolojia na akili unde katika kazi na biashara zenu. Tumieni akili unde kuongeza ufanisi, ubunifu na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Tumieni mitandao ya kijamii kwa maendeleo, badala ya kuitumia vibaya. Itumieni kujitangaza, kutangaza biashara zenu, kujifunza na kuunda mtandao wa fursa, kwa maana networking. Kuweni wanyenyekevu wa maarifa. Dunia inabadilika kwa kasi, msichoke kujifunza mambo mapya kila siku. Kuweni waadilifu na wabunifu wa hali ya juu. Dunia ya kidijitali inahitaji watu wanaoaminiwa, wenye maadili na wanaotumia teknolojia kwa manufaa ya jamii. Kumbukeni, teknolojia haiondoi ajira, inaumba ajira mpya kwa walio tayari kujifunza na kubadilika.
Hivyo basi tumieni elimu yenu na teknolojia yenu kama nyenzo ya kujenga, kujiajiri na kulitumikia taifa kwa uaminifu mkubwa. Ujuzi na ubunifu ulioushuhudia wakati ulipotembelea maonyesho yetu ya wanafunzi wabunifu pamoja na mahafali ambayo tunaifanya leo ni matokeo ya jitihada za serikali ya Tanzania ambayo imeendelea kuwekeza katika sekta ya elimu hapa nchini kupitia miradi mbalimbali ambayo inafanyika kama ilivyozungumzwa na afisa mtendaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue nafasi hii kukushukuru sana kwa sababu ya utayari wa kuendelea hata kuwashika mkono vijana wetu ambao wameonekana kuwa wabunifu, na ninafahamu Mheshimiwa mgeni rasmi juhudi zako ambazo umekuwa ukifanya kukuza biashara. Udahili wa wanafunzi katika kampasi yetu ya Singida umeongezeka. Mwaka 2024-2025 kampasi ya Singida ilidahili wanafunzi 2623, na napenda kutoa wito kwa maneno machache kuendelea kutumia ufahamu wa kidijitali na kiteknolojia kufanya biashara kwa njia bunifu. Ubunifu wa kidijitali utawawezesha kuunda bidhaa, kutoa huduma nzuri mpya kwa weledi, kuongeza ushindani katika soko na kufanikisha biashara, kuanza biashara ndogo ndogo na kuzikuza kuwa biashara kubwa, na hatimaye kuchangia kwa kiwango kikubwa katika uchumi wenu binafsi na uchumi wa taifa letu la Tanzania uwe imara na jumuishi na unaowezesha watu wote. Leo nimefarijika sana kupita katika eneo hili ambao nimekuta vijana wa Kitanzania kwa kweli nimefanya kazi ya ziada. Yaani kuhakikisha wa maisha. Na ndio kitu ambacho tunategemea vijana wengi wafanye. Lakini toka nilikoanza nilikuwa najaribu kucalculate. Yaani unaona kabisa vijana wanahitaji kutoka kwa pesa ndogo sana. Lakini kila aliyesimama alisema bidhaa yake ameitengeneza, lakini amejaribu kuikompea na bidhaa ambayo iko advanced huko dukani na kuweza kuona kwamba yeye anaweza kaweka level hivi bidhaa yake ikafanyika vizuri. Bahati nzuri mimi ndio msimamizi wa shughuli za serikali, wazo lenu nimelibeba, sioni hata kama hela mnayohitaji ni nyingi. Nikimaliza hili tutakaa na afisa wetu wa biashara, tukae na nyinyi wote ili tuweze kuona tunawasaidia jinsi gani mnafungua viwanda. Tutawatoa vijana wenzenu barabarani kwamba nyinyi mko shule mnasoma, lakini utakuwa na supervisor, utakuwa na maproducer pale, utakuwa na watu wa packaging, utakuwa na watu wa marketing. Kwa hiyo mnaenda kutengeneza ajira. Hizi ajira zinazozungumzwa na serikali kupitia ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, ajira milioni 8, sio kwamba kuna mtu atazishusha kutoka mbinguni, atazishusha kutokana na hizi kazi ambazo mnafanya. Kwa hiyo muamini kwamba nimechukua kwamba huu ni kazi mmenipa na mimi naenda kuifanya kazi. Nawashukuru sana, lakini hongereni sana.